Kwa mimi na moyo wa chuma mimi, siumii. Mimi na moyo wa chuma, siwezi kuumia kwa chochote kile. Si ndio? Unajizingatia mwenyewe tu. Nisikilize Stumai. Haya masuala ya wivu na mambo mengine inatakiwa tuweke pembeni. Kitu ambacho sisi tunatakiwa kukiomba sasa hivi, haya mambo yetu yakae vizuri, ndio tunaweza tukaishi kwa uhuru katika haya mahusiano. Lakini katika njia hii ya kudokoa hata siku moja tuweze kuenjoy mahusiano yetu. Hao unafurahia mimi? Na nimepitia na nafurahia. Una nini? Penzi la kaka, na enjoy penzi la kaka. Penzi la kaka. Na enjoy penzi la kaka. Penzi la kaka. Penzi la kaka. Aya, kidudu mtu huyu. Yaani hapo amekaa hapo ili atusikilize sisi tunaongea nini. Yaani huyu baba amekalia ya watu. Ni mbea. Yaani kiasi kwamba hadi namchukia. Nisikilize Mfinanga. Wewe nenda. Tutazungumza baadaye. Ili tufikie mwafaka wa hili jambo. Sawa. Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Wenzangu washafunga kiwindu, kwangu mimi nangaina. Jani samani. Amani zunguke viringeni, Namba tuongee kidogo. Jilani, ujumbe wako nimeupata. Na kama ulitegemea kuna libaya lote lile litakikuta mimi, umefeli. Tena umefeli vibaya sana. Wewe dada una roho ngumu wewe. Yaani unatongoza na watu wengine, unafanya na watu wengine, halafu unanisingizia mimi eti mimi ndio nimekutongoza. Yaani unatoa vitu vyako hapa ambavyo hujaosha mwezi mzima, unaenda kumwambia mmeo kwamba jirani huyu kanitongoza. Wewe dada una roho ngumu. Na pepo hutoiona kamwe na sura yako libaya. Mbona una haya wewe? Yaani sura yako na moyo ni vitu tofauti kabisa, tofauti. Sasa nikwambia kitu kimoja. Haya unayoyafanya ipo siku mumeo atajua, kwa sababu wahenga wanasema hakuna marefu yasiokuwa na ncha, na siku za mwizi ni 40. Mbio za sakafuni huishia ukingoni. Wewe haya unayoyafanya ipo siku yatafika mwisho. Kuna kimo pale dada yangu, hakuna lisiokuwa na mwisho. Wewe ujanja wako, ipo siku mwamba atajua, na siku akijua, hiyo sura yako hiyo itageuka kama komwe lako. Pumbavu. Hivi unategemea mimi nitafeli? Au unafikiria labda kusema hivyo mimi nitakata tamaa? Labda nikukumbushe. Wahenga hao ndo walisema dua la kuku halimpati mwewe. Maana yangu ni kwamba wewe ni kuku, mimi ni mwewe. Hizo methali zako zote ulizoziongea hapo zitakurudia wewe mwenyewe. Nadhani umenielewa. Kwa heri. Nisikilize. Unaenda nenda, lakini mwisho wako nafika. Yangu nimekuita hapa tuzungumze kama wanaume. Ushanipata? Najua fika kinachoendelea pale umekiona. Yaani maswala anayoleta dada ananikosea sana. Mimi ananiambia nimemtongoza. Nadhani umenielewa. Na mpaka nimeongea na Doko, wewe mwenyewe ulishuhudia na ukaona. Bro, unachofanya wewe na dada yako feki sicho. Mnamkosea yule baba. Imagine chukua roho yule baba kana wewe. Ungekuwa unajisi vipi? Kaka wa watu anaenda kazini kutafuta pesa kwa ajili ya mkewe. Kumbe anatafuta pesa kwa ajili ya mkewe pamoja na mwanaume mwenzie. Brother, hiyo ni wapi? Mbona huna huruma wewe kaka wewe? Sasa nisikilize. Huu ni ushauri wangu tu. Kama utaamua kufuata sawa, na kama ukipuzia sawa, haina shida. Brother, mke anauma.
Kaka, nimeshuhudia watu wengi sana wanateseka juu ya ndoa. Usichukulie poa ndoa. Ndoa ya mtu inauma. Yaani unaenda kumchukua mke wa mtu, tena unalalia kitanda kimoja anacholalia mumewe. Kila unachofanya wewe na yule dada, mimi nakiona na shuhudia. Na muda ni huu, anapoenda kazini mumewe, nyinyi mnabaki ndani, mnajivinjari, mnaenjoy mke wa mtu. Kaka, yule mwanamke atakuponza. Yule mwanamke atakupeleka kubaya. Kazi kwako. Nakwambia haya kama mwanamume mwenzangu. Wewe ni mwanangu na wewe ni kijana bado mdogo. Kama unamisha kufanya brother, tafuta. Toka kwenye ile nyumba, kapange, kafanye kwa kazi zote zile, uondoke na balaa hii. Kwa sababu kitachokuja ni kikubwa zaidi ya hiki. Alafu nikiangalia umri wako, bado ni mdogo. Bado wajitafuta. Sasa kwa nini ustopishe ndoto zako kwa sababu ya mke wa mtu? Kwa kivuli tu, dada yangu. Hiyo sio dada yako. Sasa sikiliza. Huu shauri nao kupa hapa, unaweza kaona ni nini? Hiki ni nini? Wewe ni mtu gani? Na ni kweli. Tumekutana kwenye nyumba ile, hatujuani. Wewe unifahamu na mimi sikufahamu. Lakini nimekupa ushauri kama kijana mwenzako kwa sababu kuna watu waishio kupoteza maisha. Kuna watu waishio kuchoma mavisu. Na kibaya zaidi, kuna watu waishio kupakiwa mafuta. Brother, yaani wewe hapo unapakiwa mafuta. Na vidume pale vimekaa. Si mke mtu. Malipo ni hapa hapa. Na shule na kendo. Sasa kama utake kutokee, acha kabisa mke mtu. Ni sumu. Uma. Unajua umeongea kwa uchungu sana. Sipati picha. Kama wewe ndio ungekuwa mwenye mke. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wakupakiwa mafuta sio mimi, Mfinanga. Naomba nikujuze. Unaona Stumai? Yule ni mwanamke wangu toka before. Sawa, toka nasoma darasa la 2, darasa la 3, darasa la 4. Toka utotoni mzee, mimi nimetoka nyumbani nimekuja town, nimerudi na kuta taarifa Stumai kaolewa. Wewe unajua mapenzi wewe? Unajua moyo ukipenda? Au unaongea tu from nowhere top uonekana umeongea? Afu wewe usinichanganye wewe bro, wewe usinichanganye mzee. Mzee mimi sielewi kitu chochote kwa ile demu. Ile demu nimeanza naye long time. Sawa? Yaani usione tu mimi nakuja naishi maisha town hapa nafanya drama za ovyo ovyo, sio kama napenda. Nisikilize vizuri. Sawa kusubiri mkopa kwa mafuta. Business. Acha kuingilia kabisa maisha ya watu. Unajua watu wanaishije? Unajua watu wametoka wapi wewe? Wewe. Mimi. Heshimu basi jiangalie. Sawa? Unajua mtu katoka wapi? Unajua mtu ameishije maisha ya nyuma? Unajua watu wamefight vipi mpaka leo hii wanafika mpaka wanafanya drama za ovyo? Unafikiri mimi sijui kama na risk maisha yangu? Lakini yote ni kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu napenda mzee. Ndio maana uko single. Hujui chochote kuhusu mapenzi. Hujui chochote, hujui. Sasa naomba unisikilize. Acha kufuatilia maisha yangu. Na ukiendelea kufuatilia maisha yangu, trust me, hayo mafuta yatakufikia wewe. Shenzi na nusu robo kasoro. Wewe dogo, mbona kichwa chako kigumu kuelewa? Nimekuambiaje? Nipo hapa nyuma ya nyumba ya kina Mbakile. Kuna mstimu hapa, ndo nimesimama hapa. Wewe kwa Mbakile upo juu? Siku hapa nyuma ukipita hapo katika kiwanja ambacho wanacheza cha ndimu watoto wadogo hapo. Faster basi.
kinamfaa kabisa hiyo. Ehe. Bei ulisema ndio ile ile? Ndio blaza, bei ni ile tulokubaliana. Sawa. Iko kwa kuanzia maisha iko kinamfaa. Shemeji. Ushajiandaa eh? Sasa nisikilize. Ukitoka mazingira nyumbani hapo kuna barabara hii ambayo inashukia huku chini huko. Unakuja na dadako? Basi mwambie ndipo kwamba kile hapa. Sawa, fanyeni haraka haraka basi. Penzi la kaka, na enjoy penzi la kaka. Oya, lakini sio chawizi iko. We blaza, mimi unanichukuliaje? Yaani mimi nikuuzia kitu cha wizi? Wewe mwenyewe unanijua, ukitaka redio, sofa, nini kama godoro kama hivi, mimi ndio issue zangu hizi, au umenisahau blaza? Hamna shida. Unajua tena mimi godoro kenyewe kuna mnulia shemeji yangu kwa ajili ya kuanzia maisha. Nataka nishangae godoro dogo hili unapeleka wapi kiongozi? Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Wenzangu washafunga kiwingu, kwangu mimi nanga inapa. Amani zunguke viringeni, nyota ya bundi kuisafisha. Wenzenu napangwa foleni, kama nipo kwenye mata. Bwana shemeji, huwezi amini bwana, imekuwa kama bahati. Napiga simu moja tu, dogo kaniletea kigodoro hiki hapa kwa 20,000 tu. Na imani kitakufaa hiki kwa kuanzia anzia. Kinatosha hiko. Haya, tusipoteze muda, twendeni. Hebu subiri kwanza mume wangu. Mbona ya mambo unayapeleka speed sana? Kivipi? Yaani unajua sikuelewi. Kuanzia umerudi kutoka safari. Sawa, ulinishirikisha utatafuta chumba, lakini umeenda kutafuta chumba hujaniambia. Yaani shida nini? Sielewi. Hivi mke wangu, katika hili mimi napaswa kulaumiwa? Mbona nilipaswa kupewa pongezi? Hivi unajua huyu ni mtu mzima huyu. Afu hapaswi kukaa chumba kimoja mimi, wewe na yeye. Na ndio maana nikachukua jukumu la pesa ambazo nimezipata katika kazi, sijafanya kitu chochote kile kumtafutia chumba shemeji na hiki kigodoro ili aanze maisha. Huku akiendelea kutafuta kazi kidogo kidogo. Sasa hapo mimi wapi nimekosea? Mke wangu, tumia akili basi. So kila kitu tupate nafasi ya kuelekezana na kuambiana. Kwenye hili nilipaswa kupewa pongezi kubwa sana kuliko kitu chochote kile. Shemeji, mimi hapa nafikiri ina haja kwamba dada, mimi sioni kama kuna ubaya. Alafu alivyofanya shemeji, fufia yani kitu kizuri. Alafu nitakapo mimi sio mbali na nyumbani, miguu 6 mpaka 10 unafika. Sioni kama kuna haja ya kuanza kuombana, hata kama haja kushirikisha, hata kama akandoka nikurupusha tu, tumeenda kwenye chumba tumekiangalia, nimekipenda. Yote mbona sawa? Ubaya uko wapi hapa? Shemeji, mimi sidhani kama kuna umuhimu wa kumbana tena sasa. Twendeni, mimi nataka kuhamia kwenye geto jipya. Twendeni sasa hizi. Lakini mimi sijapenda. Unajapenda nini na wewe bwana, ushaanza mambo yako tena. Mwacheni maneno, twendeni bwana. Penzi la kaka. Penzi la kaka. Na enjoy penzi la kaka. Penzi la kaka. Penzi la kaka.
Sasa mbona unatabasamu kipenzi changu? Nimefurahi kuwepo hapa na wewe. Oh. Unajua nini? Leo chakula chako ni kitamu sana kuliko siku zote. Alafu waite nimalize kula nile, alafu ndo uondoke. Sawa? Niondoke? Mimi sina ratiba ya kuondoka. Leo mimi nalala hapa hapa ili tukizindue hichi chumba. Na vipi kuhusu jamaa? Utamwambia nini? Kuhusu jamaa, niachie mimi. Nitamalizana naye. Jamaa kwa anapiga. Anapiga? Nilijua tu, maana simu yangu ni mimi nimezima. Sasa mbona kama alisubiri tumzungumzie ndo apige simu? Lete hiyo simu niongee naye. Lete hiyo simu niongee naye. Wewe. Sasa inawezekanaje ongea naye tena kwenye simu yangu? Wewe nipe mimi nizungumze naye. Kwani wewe hofu yako ni? Nipe mimi nitamalizana naye. Shubira, shubira. Shubira, shubira. Shubira, shubira. Ushaisikia bwege mtozeni kwenye mapenzi, ndo mimi hapa. Wenzangu washafunga kiwindo, kwangu mimi nangaina. Amani zunguke viringeni, nyota ya bundi kuisafisha. Mwezenu napangwa foleni, kama nipo kwenye mata. Na tatizo la moyo wa shauriki, nishazunguka kusi mashariki. Walo wazuli wako wengi, lakini mwezenu nimechagua mbichi. Sijui kakumbwa na ibilisi, ama ndo kapata vishawishi. Niko moyoni aliniambia samana na niweke vizingiti. Mume wangu. Wewe mbona simu yako haipatikani? Mume wangu, simu yangu imezima chaji. Sawa, simu yako imezima chaji. Sasa mbona mpaka saizi haurudi? Upo huko? Yaani mimi hapa nimepitwa na usingizi na kulupuka, najikuta mpaka sasa hivi niko peke yangu. Unafanya nini mpaka saizi huko? Yaani chakula tu kukipeleka mpaka sasa hivi unashinda kula. Unaweza kacha hivyo vyombo afu karudi. Yaani mume wangu, shida sio kurudi. Shida kuna matatizo. Nimempa kaka chakula. Amekula tonge la kwanza, la pili anaanza kutapika. Yaani naogopa. Wewe, kwa hiyo anaumwa au? Yaani mume wangu, mimi hata sielewi. Yaani nimechanganyikiwa. Basi sawa, ngoja nivae suruali haraka na kuja huko. Yaani wewe usihangaike. Mimi ngoja nikiwa hapa nimwangalie, akiwa sawa nitachukua pikipiki nitarudi. Basi wewe unanichanganya sana. Hata hivyo mimi mwenyewe nimechoka sana. Kwa hiyo angalia kama atazidiwa nipigie simu ili nije. Lakini kama atajisikia wewe chukua pikipiki urudi. Mimi mlango naacha wazi, najiegesha kidogo hapa. Sawa mume wangu. Ama uelewe kiboko. Good drama. Umecheza kama pele. Ai, sasa utachagua wewe, ule ugali au nile mimi? Sasa ugali una umuhimu gani kwenye nyama? Toka. Naisi kama dunia na raha zote nimeumbiwa mimi. Ubadilivyo taradani, shoka tumekomelea mpini.
mijukutia rupia, nataka nimpeleke mwezini. Anavyo ning'ang'ania, nasema nkiwa mbali aniamini. Na washangaa wahenga, walisema mapenzi sumu.